Ndugu mtazamaji, naongea na Bwana Nixon Mwogofi. Ni mlemavu wa macho ambaye amepitia changamoto, ameibiwa na watumishi wengi, manabii wa uongo. Wamekuwa wakimdanganya kwamba ataona, lakini wamechukua hela zake nyingi na bila kupata mafanikio yoyote. Na hapa sasa amekutana na mimi Prophet Godlove na akawa amenipa maelezo yake, lakini nataka uone kwa kifupi jinsi manabii wa uongo wanavyofanya mambo kama waganga. Yaani maombi yanafanyika kama waganga. Huyo mtumishi ambaye unasema alikopo Kibena pale Njombe, alikuwa anafanyaje huduma yake? Yeye unavyoenda kuvunja madhabahu kwake, kwanza kabisa unachukua udongo wa makaburini. Udongo wa makaburini? Makaburini alikozikwa aidha ni babako au mamako, unachukua udongo na unapeleka madhabahuni. Ndio. Halafu pia unapeleka chumvi, unanunua kwake yeye kwa gharama ya shilingi 5,000. Chumvi ile ya 500 unanunua kwa shilingi 5,000. Chumvi ya 500 yanauza 5,000. Halafu baada hapo unaandika yale maombi yako, linapelekwa jiko madhabahuni pale, unaanza na ile unachanganywa pamoja na ule udongo wa makaburini, unaanza kuchoma ile karatasi ya maombi ya mahitaji yako, yanachoma pamoja na nini na ule udongo unachoma madhabahuni. Unaanza kuchoma na choma. Yaani karatasi uliyoandika matatizo inachanganywa sasa na udongo wa makaburini na chumvi ambao umeuziwa, unachoma. Na sadaka unakuwa umetoa? Sadaka unakuwa umeshatoa 300,000. Sadaka unakuwa umetoa 300,000. Ndio. Aha, lakini nimeona kama kuna jambo ulikuwa unasema kwamba unakanyaga Biblia. Ndio, lakini pia yeye unavyoombewa vile lazima kanyage Biblia, unasimama juu ya Biblia, alafu pia muda mwingine unalala chini, ile Biblia inaanza kugamizwa chini mara 7. Unalala alafu inapigwa Biblia inagongwa chini. Kukuzunguka wewe mara 7. Ndio. I say. Amina. Asante sana kwa maelezo haya. Jamani, tujifunze kwamba kuna manabii wengine ni wa uongo, wanafanya huduma zao kwa kutumia nguvu za giza, kwa sababu uwezi ukauza vifaa hivyo kwa gharama kubwa. Hatukatai kwamba mafuta, maji na chumvi huwa vinatumika, lakini huwezi kuuza mafuta shingapi? Mafuta yale ukienda dukani 4,000, lakini tulikuwa tunanunua mpaka 120,000, laki na 20 mafuta. Huko ni kuumiza, na huyu mtu ni mlemavu. Lakini mtu anamtoza gharama zote hizo bila kumuonea huruma. Mbaya zaidi, bila mafanikio yoyote. Mtu huyu gharama zote alizotoa, lakini bado hakuna mafanikio. Kwa hiyo jumla ya hela ulizotumia ni kama shilingi ngapi? Kikweli nikipiga mahesabu ya haraka kuanzia milioni 5. Milioni 5 zinafika kabisa. Zilizotumika pale madhabahu, nikipiga mahesabu yote kabisa. Mpaka ifika kipindi ndugu zangu wenyewe wakasema, bwana, tutafilisikia kwa watumishi. Wakasema tutafilisika kwa ajili ya watumishi. Nikaacha hata kusali huko, nimetoka. Ukakata tamaa ya kusali. Amina. Mungu akusaidie usikate tamaa. Mungu bado yupo, ana uwezo wa kukuponya kama Bartholomeo alivyoponywa. Lakini sio kwa utaratibu huo. Amina. Amina. Unaamini? Naamini kabisa. Amen. Kwa jina naitwa